wanatumia mbinu nyingi kujaribu kusuppress huo msimamo wa no reforms no election. Na mojawapo ni kutumia propaganda, kutumia vyombo vya habari, kupeleka maneno ambayo sio ya kweli. Na nataka niseme jambo la kwanza. Kwa mfano, kumekuwepo na kelele kutaka kuonesha dunia kwamba Chadema imeparaganyika, Chadema imepasuka, Chadema haipo. Na waandishi wanaandika, ukiangalia magazeti, mimi nimekuwa kwenye uongozi kwa muda mrefu kidogo, najua habari ambazo ziko pushed na serikali na zinapelekwa zinaandikwa vile vile na zielewa. Kwa sababu haiwezekani unakuta gazeti moja limeandika taarifa inayofanana na jingine na jingine na jingine. TV zimeripoti, kila TV imeripoti, taarifa zote zinafanana, na hiyo unajua ni kanyaboya tu. Sasa kwa mfano, watu wanasema Chadema inaparaganyika. Nataka mtumie nafasi hii na mfanye utafiti kabla mjaandika. Cha kwanza, Chadema ni kina nani? Ni kamati kuu hii hapa. Kati ya wajumbe wote wa kamati kuu ameondoka mjumbe mmoja ambaye ni kipercentage ni pasenti 2 kati ya wajumbe wote waliopo wa kamati kuu. Mmoja tu ndio ameondoka. Baraza kuu lina wajumbe 456. Kati ya walioondoka, kwa sababu ambazo zinaeleweka, ambazo na wao wanazijua, wameondoka wajumbe 20 kati ya wajumbe 456. Mkutano mkuu wetu una wajumbe 1194. Kati ya hao walioondoka ni wajumbe 34, 4%. Lakini vile vile tulikuwa kwenye ziara kanda ya Nyasa, tulianza nayo, tumeenda kanda ya Kusini, tumeenda kanda ya Serengeti na Victoria. Watanzania kwa maelfu wamejitokeza kuturaki, kutuchangia, kutuunga mkono, kuungana na chama na kusimamia msimamo wa no reforms. Kwa hiyo nilitaka niwaambie Watanzania na wajumbe wenzangu wa kamati kuu na viongozi wetu wote kwamba chama kiko imara, kimetulia na kinachapa kazi. Walioondoka tunawatakia safari njema, tukutane kazini, na kuanzia kesho kutwa tutakuwa barabarani tena kukutana na wananchi wa kanda inayofuata. Kwa hiyo hilo ni la kwanza nilitaka niwaambie, na waandishi muwape wa Tanzania ukweli uliopo. Ni maajabu kwamba kwa mfano mtu anasema wameondoka watu 3000. Hao watu wenyewe walipoenda hata ukumbi hauchukui watu 400. Hivi nyie mnawalisha wa Tanzania hivi vitu kwa sababu gani? Yaani ukumbi hauna capacity ya kubeba watu 4000, lakini chombo cha habari kinaandika kwamba wameondoka watu 3000. Sasa watu wamekaa wapi? Ni mambo ya ajabu na ya kusikitisha, lakini Watanzania wanaelewa haya mambo. Jambo la pili ninalotaka kusema, na kwa kifupi pia, ni kuhusu agenda ya no reforms no election, na tunataka tutafakari wote kwa pamoja. Je, tunachokipigania ni kweli, ni cha kweli kwenye agenda ya no reforms no election? Ni kweli? Je, uchaguzi wa nchi hii unaibiwa? Ni kweli unaibiwa? Je, kwenye uchaguzi wa nchi hii watu wanauawa, ikiwemo uchaguzi wa serikali za mitaa ambako mwaka jana ameuawa watu wawili, ameuawa Tunduma, ameuawa na Manyoni nyumbani kwake. Mgombea wa Chadema amepigwa risasi na polisi na mpaka sasa hakuna aliyewajibishwa. Je, watu wanauawa kwenye chaguzi? Ni kweli watu wanauawa. Je, mawakala wetu wanakuwa mistreated, wanatolewa kwenye vituo, hawapewi nafasi za kusimamia matokeo, wakurugenzi ndio wanaamua nani awe wakala, nani asiwe na wakala? Ni kweli? Je, wagombea wetu wanakatwa majina kwa kuondolewa? Ni kweli? Na uthibitisho mwingine ni kwamba waziri wa TAMISEMI alisema wakati wa uchaguzi wa serikali za mitaa kwamba wameondoa wagombea wa upinzani 26,000
na hakuna mgombea wa CCM aliyeondolewa hata mmoja kwa kutokujua kusoma na kuandika. Na miongoni mwa mambo ya kijinga kuwahi kutokea kwenye nchi hii ni kwamba wakili Deogratias Mahinyira, wakili wa mahakama kuu, ameondolewa na gombea kijiji cha kwao kule Berege kwamba hajui kusoma na kuandika, lakini mgombea wa CCM darasa la 4 anajua kusoma na kuandika kuliko wakili. Kwa hiyo wagombea wanaondolewa. Haya tunayoyapigia ukweli kelele ni ya kweli, ni ya kweli. Yapo yamefanyika kwenye chaguzi 3 mfululizo baada ya kuwa Rais Samia ametuahidi kwamba hatarudia iliyokuwa imefanyika, akarudia kwenye utawala wake. Kwa mambo yote haya tunayoyapigania ni ya kweli. Sasa kwa sababu ni ya kweli, tufanyeje? Tukubaliane na siasa za uraghai za kuambiwa kwamba tugawiwe majimbo, kwa tuingie kwenye uchaguzi kwa kugawiwa majimbo na CCM na sio kupigiwa kura? Au tusimamie msimamo wa wananchi wa kuhakikisha hii nchi inaondolewa kwenye mikono ya mafisadi kwa kura za wananchi? Msimamo wa chama chetu ni kusimama na msimamo wa wananchi na kutokufanya siasa za uraghai. Tumekataa kufanya siasa za uraghai. Kwa nilitaka muwafikishie Watanzania huo ujumbe kwamba Chadema sio chama cha kufanya siasa za janja janja, siasa za uongo, siasa za uraghai. Tunapashiu njia ngumu na njia inayoungwa mkono na Watanzania, na tutashinda mapambano haya yote, kwa sababu ni mapambano ya kweli, ni mapambano ya kurudisha utu wa Mtanzania, ni mapambano ya kurudisha dhamira ya kweli ya kuongoza nchi. Mungu atubariki sana wote. Asanteni kwa kunisikiliza. Tutaongea baada ya kamati kuu maazimio ya chama chetu. Asanteni sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, la pili ambalo ni vyema nikalitamka mbele ya kikao mapema awali kabisa ni kwamba katika kikao hiki pamoja na ajenda nyingine tutawasilisha kwenu barua ya msajili wa vyama vya siasa ambayo walileta kwa katibu mkuu wa chama, na wakati barua hiyo inaletwa hapa makao makuu ya chama, katibu mkuu nilikuwa safarini kwenye ziara ya operation ya no reforms no election, na barua hiyo iligongwa muhuri wa siri. Kwa hiyo barua hiyo haikufunguliwa, ilifunguliwa katibu mkuu niliporejea ofisini, na nafahamu kwamba kamati kuu ya chama hamna ufahamu wa maudhui yake kwa ukamilifu zaidi ya taarifa ambazo ofisi ya msajili wa vyama vya siasa ilizivujisha kwa uchache kwenye baadhi ya vyombo vya habari. Kwa barua hii inaletwa mbele yenu leo kwenye kamati kuu kwa mara ya kwanza tuweze kutafakari maudhui yake na chama kiweze kufanya maamuzi mbalimbali. Kikao hiki cha leo, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni cha kawaida, kina ajenda nyingi kidogo: kufungua kikao, kuthibitisha ajenda, barua ya msajili wa vyama vya siasa, kuthibitisha miktasari ya vikao vilivyopita, yatokanayo na miktasari ya vikao vilivyopita, taarifa hali ya siasa na utendaji kwa kamati kuu kutoka mwezi Machi mpaka mwezi Mei, taarifa na rasimu ya kanuni za bodi ya udhamini, taarifa kuhusu rufaa mbalimbali, tathmini ya no reforms no election na mpango wa ziara awamu ya 4, tathmini ya mahitaji ya mafunzo training needs assessment, uteuzi wa makatibu wa kanda kwa kanda za Unguja na Pemba, na ajenda ya mengineyo kwa idhini ya mwenyekiti, na mwisho tutafunga kikao. Kwa jumla kikao hiki kitakuwa na ajenda 12. Mheshimiwa Mwenyekiti, nihitimishe kwa kusema tu kwamba tunakutana wakati huu ukiwa wakati wa pekee kidogo katika historia ya nchi yetu na historia ya chama. Mengi tutatafakari wakati tunatafakari ajenda zilizoko kwenye kikao hiki, lakini tunakutana chama kikiwa katikati ya vita kubwa, vita ya no reforms no election, ambayo watawala wanakwenda kinyume na matakwa ya wananchi, na watawala wakiwa katikati ya kuendesha vita ya uchaguzi mkuu wa urais wa mwaka 2025.
Katikati ya vita hiyo, Mheshimiwa Mwenyekiti, watawala wanatupiga mapigo na mapigano kadhaa dhidi ya chama. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika hatua hii kwa undani na mengi tutafakari wakati wa kikao, lakini watawala wanaipiga vita Chadema na kupinga maamuzi halali ya Baraza Kuu la chama na tarehe 22 mwezi Januari dhidi ya uteuzi wa katibu mkuu, manaibu wake, wajumbe wa kamati kuu, wakiwa na dhamira ovu ya kubatilisha maamuzi yote ya kamati kuu yaliyofanyika mara baada ya uongozi mpya kuingia madarakani. Hili ni pigano la kwanza ambalo ni veto ambayo watawala wameipiga. Watawala kwa kutumia mifumo yao wamemtumia aliyekuwa makamu mwenyekiti wa chama Zanzibar Said Isa Mohamed na wenzake kufungua kesi ya kutaka kuzuiwa kwa shughuli za chama nchi nzima. Watawala vile vile, hilo ni pigo au pigano la pili. Watawala vile vile wamejaribu pigano la tatu na kumkamata mwenyekiti wa chama na kumpapikizia kesi ya uhaini ili wamweke ndani ili kusikwamisha mapambano ya no reform no election. Na watawala vile vile kama pigano la nne wanajaribu kutengeneza dhana potofu kwamba kuna mpasuko ndani ya chama kubwa sana, kuna usaliti, gogoro, hujuma, uasi na mambo kama hayo, ikiwa ni mbinu ya kujaribu kuendesha mapambano yao ndani ya chama vile vile kwa lengo la kuhujumu mikakati ya no reform no election. Watawala vile vile wanaendesha dhana ambayo iko kinyume cha katiba kama sehemu ya pigano kwamba Chadema haiwezi kushiriki chaguzi zozote hata kama reform ikipatikana mpaka mwaka 2030 kwa kile kinachoitwa katibu mkuu wa chama kutokusaini maadili ya uchaguzi. Watawala vile vile wanajaribu kuhujumu mikakati ya chama na mifumo ya chama ya kukusanya rasilimali za chama. Anatumia fursa hii, Mheshimiwa Mwenyekiti, kuendelea kutuma ujumbe kwa Watanzania bila kujali hujuma za mifumo yetu, waendelee kukichangia chama kupitia namba 0744446969 0744446969 na wasiliane vile vile na viongozi wetu na kwa njia za mitandao ya kijamii kuweza kujiunga na malipo ya kujirudia ili kukabiliana na hizo mbinu ovu za watawala. Lakini mwisho, kama pigo la saba au pigano la saba, watawala wanatumia mifumo yao vile vile kutaka kujaribu kutengeneza vyama mbadala viwili vya kile kinachoitwa kuziba nafasi ya Chadema kama chama ambacho kiko karibu kuiondoa CCM madarakani na chama kikuu cha upinzani Tanzania. Kwa haya yote ni mapigano ambayo watawala wanapigana, lakini mapigano yote saba yakilenga kwenye vita ya no reforms no election na vita ya urais. Mimi imani yangu, Mheshimiwa Mwenyekiti, chini ya uongozi wenu, makamu mwenye viti, na chini ya kamati kuu hii na chini ya uongozi wa mwenyekiti Mheshimiwa Tundu Lissu, pamoja na kuwa yuko kwenye kuta ya gereza, vita hii tutaishinda na mapigano yote haya tutayashinda.